rais amekubali watu wapewe vitambulisho bila kufanywa vetting. Alitangazia kule Northeastern. Mimi nimefanya kazi huko. Watu wengi ambao wanatafuta vitambulisho Northeastern ni wa Somali, kutoka Somalia. Na wao wanakuja hata vetting committee wanaipatia pesa, alafu wanapewa vitambulisho. Sasa hiyo committee imetolewa na hakuna alternative. Na wakati rais anatangaza hivyo, kuna machifu 5 ambao walikuwa wameenda kumpangia mkutano, walichukuliwa na Al-Shabaab, hawajapatikana mpaka saa hizi, wako Somalia. Wale watu ambao wamekamata machifu wetu sasa watapewa vitambulisho ya Kenya freely. Watapewa. Sasa wakitoka pale wakienda kuteka nyara watu wengine wakikamatwa, watakuwa wamebeba ID nani? Ya Kenya. Watakuwa wanasema wa Kenya wamekuwa watu wa kuteka nyara watu. Hawa watu watapata passport zetu, waende kula Amerika, waende wakalipue manyumba huko. Watasema wa Kenya wanalipua manyumba huko. Mtapewa visa ya kwenda Amerika. These things ziko na serious security implications. Sio kitu ya kufanya kiholela namna hii. Itafika mahali hawa watu watakuja kwa wingi, hata MCA atachaguliwa, hata MP atachaguliwa, hata governor atachaguliwa, hata msukuchua president atachaguliwa na atakuwa mgeni, atakuwa Mkenya. Wengine wataingia kwa jeshi, wataingia kwa polisi. Itafika mahali escort commander wa president mwenyewe atakuwa mgeni, hatakuwa Mkenya. Saa hizi mataifa inaangalia mipaka. Ukienda Amerika, taifa kubwa inazuia watu kuingia kwenye taifa lake. Wanazuia. Itakuwaje a small undeveloped primitive country inafungura mpaka namna hii ili watu wakuje bila wanataka? Tutakuwa na nchi wapi? Mimi nitasema ukweli yangu, wakitaka kunimaliza mtakumbuka maneno nimesema. But you can't keep quiet when things are going wrong. That one was a wrong policy decision. And it's going to injure us. In another 5 years, utaona kitu ambacho kitafanyika. It's going to be very bad.